Assalamu alaikum warahmatullah. Baada ya kuwa tumekamilisha ibada yetu tukufu ya kusoma Qur'an, pia kusoma dua katika mwezi mtukufu ambapo milango imefunguliwa kwa ajili ya mambo matukufu na Mola mtukufu ili itufikishe pahala patukufu. Leo hii katika juzu tulioisoma ilikuwa ni juzu ya 8, ambapo nimechagua aya moja nitembee nayo ambayo yakubaliana na lengo kuu la kufaradhishwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Allah anasema katika kufaradhisha mwezi mtukufu wa Ramadhani, ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Lengo kaliweka bayana kwamba ni ili tupate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Katika siku ya leo tumesoma ndani ya suratu Al-An'am aya ya 151 na 2 mpaka na 3. Ukiangalia aya 151 inataja mambo kadhaa ambayo Mwenyezi Mungu anataka tuyafanye na mengine ameharamisha kuyafanya, kama ushirikina, mauaji, pia suala zima la kuyafanya machafu na maovu, ma dhahara minha wa ma batan. Mwisho wa aya anasema dhalikum wasaakum bihi la'allakum ta'qilun, kwa maana hayo ni usia ambao akuhusieni kwao Allah subhanahu wa ta'ala ili mpate kufahamu, myatie akilini, kwa maana ni mambo ambayo yanahitaji adna tafakkur wa tadabbur. Kidogo ukafikiria yanaingia kwenye akili, kwa sababu ni katika fitra na maumbile. Mambo haya ukitumia akili yako unayadiriki. Na aya iliyofuata, wala taqrabu mala al-yatama, akaendelea kuzungumzia masala ya mali ya vipimo vya mizani, lakini pia akazungumzia nukta ya maneno. Tunapozungumza tuzungumze kwa uadilifu na usawa na tutekeleze ahadi za Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho akamaliza kwenye aya hii akisema dhalikum wasaakum bihi la'allakum tadhakkarun. Hayo amekuhusieni Allah subhanahu wa ta'ala ili mpate kukumbuka, kwa maana mambo haya kila mmoja wetu akikumbushwa sawa sawa, awe na dini ama asiwe na dini, anayaona ni mambo hayafai, anayaona ni mambo ambayo hapendezi yeye kufanyiwa na wala hayapendezi kumfanyia mtu mwingine. Nukta yangu ambayo inaungana na aya ya fardhi ya saumu ni hii aya inayofuata, Allah akimaliza akisema wa anna hadha sirati mustaqiman, na hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, nyoofu ya Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uhu, basi fateni njia hii, wala tattabi'u subula, na wala msifate njia nyingine, fatafarraqa bikum an sabili, zikakukengeusheni na zikakuachanisheni na njia yake Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Hayo au haya amekuhusia Allah subhanahu wa ta'ala ili mpate kumcha. Kwa hiyo utaona saumu yetu ikiwa tutataka itufikishe kwenye lengo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, yafaa tukazirejee aya 151 na 152. Ukizisoma hizo ukazielewa vizuri, utajua ni yapi ambayo hutakiwi kuyafanya na ni yapi ambayo unatakiwa kuyafanya. Na kwa kuwa muda ni mchache, tuwarejeshe kidogo kwenye hadith ambayo inafupisha nukta hizi, na kila mmoja huyafanya mengi katika tuliyotaja ili afikie haya ambayo nitayataja ndani ya hadith. Na kabla sijaitaja hadith,
Kwa ukumbusho kwa wale ambao watakuwa wanafuatilia labda katika mitandao, na kwa mashekhe pia tukumbushani ya kuwa taqwa ni ibara anil fi'li wat tarki, yani kufanya na kuacha, fi'lul wajibat wa tarkul muharramat. Ikiwa utafanya hayo, basi ukajitenga na maovu, ukajitenga na haramu na ukafanya wajibat, wewe ni muttaqi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema katika wasia wake kwa Abu Dharr al-Ghaffar, anamwambia ya Aba Dharr, ewe Abu Dharr, la yakunu ar-rajulu min al-muttaqin hatta yuhasiba nafsahu ashadda min muhasabatihi ash-shariki li sharikihi. لا يدخل الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك لشريكه. Mtu hatoingia katika wale wacha Mungu ambao wameambiwa inna lilmuttaqina mafaza, akafuzu mpaka ifike hatua awe anaihesabu nafsi yake kuliko mtu anavyokuwa anamhesabu mshirika wake katika ushirika wao, iwe ni kampuni, iwe ni miradi mbalimbali wanashirikiana, huwa kuna mahesabu mengi na mahesabu ya pande zote mbili ambazo watu wanashirikiana. Hakuna ambaye ukubali kudhulumiwa baina ya washirika. Kwa hiyo kujihesabu kwako kuwe ni kukubwa zaidi kuliko mtu anavyomhesabu mshirika wake katika ushirikiano wao. Fayalama min aina mat'amuhu, na ajue chakula chake anachokila na kulisha familia yake kinatoka wapi. Wa min aina mashrabuhu, na kinywaji chake anachokunywa kinatoka wapi. Wa min aina malbasuhu, na mavazi anayovaa yanatoka wapi, chanzo chake ni kipi. Amin hillin dhalika am min haram, je, haya chakula, kinywaji na mavazi vyatokana na njia ya halali au haram? Kwa hiyo ikiwa tunataka kufikia lengo, inatakiwa tuyatazame haya. Mtu husema uongo kwa ajili ya chakula, tumbo na mavazi. Mtu huwa ni mwizi kwa ajili ya kuyakidhi haya, na mtu hufanya kila anachokifanya, hata mauaji, kwa sababu ya kuweza kukidhi haja hizi ambazo amezitaja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo itakuwa ni ajabu Muhammad wa alihi. Kwa hiyo itakuwa ni ajabu ikiwa utashangaa kwamba Ramadhani zinapita, unafunga na ukimaliza unabaki ni yule yule wa mwaka jana, au mbaya zaidi kuliko mwaka jana. Kumbe tatizo liko hapa kwamba chakula chako msingi wake ni haramu. Wewe umefunga asubuhi mpaka jioni, lakini tonge ambalo unafuturu nalo ni la udanganyifu, ni dhulma, ni unyang'anyi kutoka kwa watu wengine. Hapa hauwezi kuifikia takwa. Lakini pia kinywaji chako, mavazi na hayo yote yanayotuzunguka, lazima tuangalie chanzo cha kipato chetu kinatokana na halali ama haramu. Kwa kuwa muda hakuna, niweze kuashiria hadithi nyingine ambayo ni fupi sana. Mtume anatueleza tamamu taqwa an tata'allama ma jahilta wa an ta'amala bima alimta, kwamba ukamilifu wa taqwa kwa ufupi ni wewe kujifunza kile ambacho ukifahamu. Haujui kusoma Qur'ani, jifunze. Haujui kusali, jifunze. Haujui mambo kadhaa katika maisha yako, jifunze. Huu ndio wajibu wako ili uweze kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika njia sahihi. Na pia wa an tata'allama wa an ta'mala bima alimta,
kwamba ufanyie kazi kile ambacho umekifahamu. Hili linatosha. Ukafahamu kwamba uongo ni haramu, basi usiwe muongo. Ukafahamu zina ni haramu, usiwe mzinifu. Ukafahamu kusengenya ni haramu, usiwe msengenyaji. Kwa hiyo wa an ta'mala bima alimta, ufanyie kazi kile ambacho umekifahamu. Khulasatan, nimalize mazungumzo yangu kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhan ni mwezi wa mabadiliko ambao yatakikana tutoke katika hali twende katika hali nyingine. Mwili wetu binadamu na roho yetu ni sawasawa na mfano wa simu hii, ambapo ina hardware na ina software. Hardware ni kiwiliwili na software ni nini? Ni hizi programs ambazo ziko ndani ya simu zetu. Kuna kipindi usipofuata maelekezo na manual ya simu yako, kuna programs utaziingiza zitakuwa na virus, zitaharibu simu yako, haitoweza kufanya vizuri. Kwa inabidi upate antivirus ije kusafisha hizo virusi ambavyo viko ndani ya simu, ili simu yako iwe safi na ifanye kazi kwa wepesi na pia ifanye kazi kama inavyotakiwa. Hivyo antivirus wa madhambi na machafu yaliyokuwa ndani ya nafsi zetu ni mwezi mtukufu wa Ramadhan, ambao unakuja kutukumbusha kwamba njia unayotakiwa kuishi nayo ni hii ambayo unaishi nayo ndani ya Ramadhani. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na hii ndiyo njia yangu nyoofu, ifateni. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Kwa hiyo ndugu zangu, maisha tunayoishi ndani ya Ramadhan ndiyo maisha sahihi ambayo tunatakiwa tuyaishi mwaka mzima, na kila inapoisha Ramadhan ndipo tunaanza kujua kama kweli tulifunga ama hatukufunga. Ndani ya Ramadhan bado ni sawasawa na muuza duka ambaye yuko anauza bado. Ikiwa itakuchanji hali yako ya takwa ikawa ni bora kuliko kabla ya Ramadhan, basi wewe umefaidika, na umuombe Allah subhanahu wa ta'ala akuzidishie. Wa bihadha aktafi, wassalamu alaykum wa rahmatullah.